barabara kabisa, ndugu wapenzi watamaji wa Magomeni Gospel TV, tuko live kabisa na hapa tuko na ugeni hapa studio ambao umetoka TG Magomeni. Tutaenda kuongea machache, ungana nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki tunapoenda kuhitimisha. Ni kipindi hewani ni Karibu Tuyajenge, ambapo kinaruka kila siku ya Jumapili kuanzia mida kama hii. Mimi ni mtayarishaji wa kipindi chako pendwa cha Karibu Tuyajenge. Naitwa Frankie H. Leonard. Kwa ufupi kabisa tutaenda kuwafahamu ambao wako hapa studio kwa kujitambulisha kwa majina yao. Nianze na hapa, karibu. Asante. Naitwa Emmanuel Daniel Nikodem. Nipo hapa kwa ajili ya taarifa fupi. Asante. Labda tujue pale Magomeni kwa kitengo gani, au ni nani pale, au ni mshirika tu wa kawaida? Mimi ni kiongozi wa maombi, ni makamu katibu wa idara ya maombi pale kanisani. Naam, kwa uzuri kabisa, kwa kuwa tuko na mwana maombi, bila shaka tutafunga kwa maombi na kiongozi huyo hapa. Karibu na wewe, tujue unaitwa nani? Naitwa Hope Ladislaus. Labda tujue kwa Magomeni wewe ni nani? Magomeni namtukuza Mungu kwa wakati ambao nipo na vitengo vingi, lakini itoshe tu kwamba ni katibu wa vijana wa pale kanisa la Magomeni. Naam, kwa uzuri kabisa. Tumalizie na huyu hapa tuweze kujua ni nani ili tuweze kwenda moja kwa moja. Karibu. Kwa majina naitwa Michael Galvas. Kwa huduma pale kanisani mimi ni mwimbaji na pia napenda kudansi. Wow. Pia tuko na mwimbaji hapa, bila shaka kama muda utaturuhusu hapo baadaye atatuambia anaimba wimbo gani. Lakini moja kwa moja tuendelee, lakini kabla tuendelee naomba nikuletee matangazo ya wadhamini wetu. Kipindi hiki kimedhaminiwa na kanisa la TG, ambapo wanakuambia leo wanayo ibada maalum ambayo ni ya kumpongeza mchungaji Kanemba. Wanakukaribisha katika ibada zao ambazo kila Jumapili ni tatu. Kuna ibada ya kwanza, ya pili na ya tatu, lakini hii ya pili wanakuambia ni ibada ya Kiingereza ambayo inaanza saa 3 mpaka saa 4. Hii ni ibada ya international. Kwa wale ambao wanaongea this is why and why you come, unaweza ukahudhuria ibada hii. Moja kwa moja nitaenda kwa interview na hawa watu watuambie wana kitu gani ambacho wametuletea. Ningependa kwanza kujua, tumeona kwenye mitandao yenu ya kijamii, nimefuatilia pale Instagram, nikaenda YouTube, nimeona mmeadvertise kabisa kwamba leo kuna kitu kikubwa kinatendeka. Nikaona posta kwamba kuna kumpongeza mchungaji Kanemba. Hebu kwanza tujue Kanemba ni nani, labda wanatutazama waweze kujua. Karibu. Kwa ufupi sana, Kanemba alikuwa ni mchungaji kiongozi katika kanisa letu la Magomeni ambaye ametumika takribani kwa miaka 16. Ni mchungaji ambaye ameacha historia kikweli. Kuna namna tunaweza tukashindwa kumwelezea, lakini amefanya mengi sana, na katika uchungaji wake ameacha historia ndani ya mioyo ya watu. Kimwili, kiroho, zipo zinazoonekana, vipo ambavyo ndani ya moyo wa mtu yeye mwenyewe ndo anajua. Naam, asante. Kwa wale ambao wanatufuatilia hawajajua mchungaji Kanemba ni nani, bila shaka ameweza kutafsiri kwa ufupi. Labda ningependa kujua pia ni kitu gani ambacho mchungaji Kanemba ameacha kama alama pale TG Magomeni ambacho ukiona nasema yes, hapa namkumbuka mchungaji Kanemba kwa hili. Tuweze kujua, tuanze na hapa. Okay, asante. Ukizungumzia maendeleo hasa zaidi ya Magomeni, maendeleo ya jengo jinsi linavyoonekana na ubora wake, yani ukiwataja watu kati ya watumishi wakubwa sana ambao walifanya kazi nzuri pale Magomeni, huwezi ukasahau kumtaja mchungaji Kanemba. Alifanya kazi nzuri sana na alifanya vitu vingi sana, na ni vitu vingi sana ambavyo ukianza kuvielezea unaweza ukakosa mwisho. Naomba niongezee kitu. Ndio, karibu, ongezea. Ukiongelea kwanza habari ya ibada ya international, ndio huyu mchungaji ndo aliyeianzisha. Alafu ukienda pale kanisani kwetu Magomeni, utaona kuna vyoo vya kisasa vizuri sana.
ni katika uongozi wa mchungaji Kanemba. Oh. Alafu vile vyombo vya muziki ambavyo saizi tunavitumia, ukiangalia hata nembo hazijaondoka, ni mpya, yani bado vina nembo yake, ni vipya vya zaidi ya milioni 30 vilinunuliwa ndani ya uongozi wa mchungaji Kanemba. Ukiangalia kuna project kubwa sana ambao wakati inaelekea kumalizika kabisa, hatua za mwisho. Yani ilikuwa ni maono ambao Mungu aliachia kupitia mchungaji huyo. Yani yule baba ni mtumishi wa Mungu kweli. Yani imeniinua imani mimi binafsi kupitia utumishi wake. Naona uhondo ni mwingi, tukisema endelea anaweza kamaliza kipindi kabisa. Labda ningetaka kujua labda ni misemo gani ambayo unaikumbuka mchungaji Kanemba alikuwa anapenda kuisema, au kama mtu anaweza kumuiga hata kidogo. Karibu mheshimiwa hapa tusikie. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio. Alikuwa na misemo yake. Kipindi yuko pale Magomeni. Msemo wake alikuwa akisimama madhabahuni, lazima aseme Yesu anaishi Magomeni. Wow. Hiyo ni moja ya kitu ambacho amewachia watu wa Magomeni wanapenda kukiongea, na nikienda kuwatembelea Magomeni huwa nasikiaga huwa anakiongea watu pale. Tumalizie kabisa na labda kwa mchungaji Mkamba ambaye yupo sasa hivi, labda ushadaka msemo wake hata mmoja. Mchungaji wetu Mkamba, labda unisaidie miwani yako make. Nikusaidie miwani? Sasa mbona kama unataka kuvuka mipaka? Hakuna nakusaidia, sawa. Ana msemo wake. Ndio. Watu wa Mungu nitazameni hapo. Halo. Bwana mwitiki. Amina hamuna. Ase kumbe naye umetisha sana. Asante sana. Bwana ameweza kutupa kionjo pale. Kumbe kuna mambo mazuri yanaendelea pia pale TAG Magomeni, licha ya kwamba mchungaji Kanemba ameenda, bado kuna uhondo unaendelea. Kwa hiyo natufuatilia hivi ni hapo mwishoni nitakupa location ya kanisa, pia nitakupa namna unaweza kufika pale na mawasiliano. Lakini ningependa kutambua kitu kimoja. Tumezoea kuona mara nyingi makanisa mengi ikitokea jambo ambalo limetokea pale kanisani kwenu, yani jambo la mchungaji kuhama au kuhamishwa, kuna kuwaga na misunderstanding, kuna kuwaga na unyonge fulani, kuna kuwaga na sometimes kuna kuwaga na migomo. Lakini sisi katika kufuatilia kwetu hatujaona TAG Magomeni hiyo hali kitokea. Kuna siri gani hii? Maana tumezoea tukiripoti kabisa matukio ambayo watu huwa wanakuleta hata migomo, lakini kwa Magomeni hatujaona. Vipi, kuna siri gani hapo? Kiukweli iko siri kubwa sana. Miongoni mwa kitu kimoja ambacho mchungaji Kanemba alifanikiwa ni kuwatazamisha, yani kututazamisha sisi kumtegemea Mungu na kumwamini Mungu kwamba ni kila kitu kwetu. Kwa hiyo unajua hata ile siku mchungaji mgeni anasimikwa, yule ambaye aliletwa kumsimika kama kiongozi wa jimbo alishangaa sana. Ndio, nilikuwepo live. Mshtuko ni kweli tulipata. Kwanza siku hiyo tulikuwa kimya, yani anaongea ni kama tunamuelewa kama hatumuelewi hivi, lakini ukikaa ukitafakari unaona kabisa kuna mpango wa Mungu. Kwa hiyo unajua mpango wa Mungu wakati mwingine haielezei kwamba itakuwaje mbeleni. Kwa hiyo inabidi ukae utazame Mungu analeta nini hapa, ukae tayari kukipokea. Kwa hiyo tulipokaa tayari tukajua Mungu Bwana ana makusudi yake, kwa sababu kikweli hatujapungukiwa. Mungu ametuletea mchungaji mzuri ambaye anatupenda, tunamuelewa. Yani tunajua kwamba kweli Mungu Bwana akosei. Yani nimeelewa jambo zito sana katika hili. Kwa hiyo hilo lilitufanya wana Magomeni, pamoja na kwamba tulimpenda baba yetu Kanemba, tulimuelewa kwa hekima zake, kwa upole, tabasamu lake hatuwezi kulisahau, lakini pamoja na hayo yote tulijua kwamba Mungu kama ameruhusu basi liko jambo zuri zaidi kwa ajili yetu. Tulitegemea kuripoti matukio kadha wa kadha kutoka Magomeni, kumbe siri ndio hiyo. Baba Kanemba aliwafundisha kumtegemea Mungu na sio kuwategemea wanadamu, na ndio maana kulikuwa na hali ya utulivu katika kanisa lile. Sasa kutokana na muda kwamba unasonga mbele hatutaweza kuendelea zaidi. Tumeweza kutambulishwa kwamba kuna wana maombi. Wewe umesema ni nani? Mimi ni kiongozi. Mbona unajitoa? Mwalimu, naweza kufundisha neno la Mungu. Ni mwalimu. Na wewe umesema?
Mimi nimesema ni mwimbaji. Sasa wewe wakati tunaenda kuhitimisha utatuimbia kawimbo ili tujue kweli ni mwimbaji mbele ya watazamaji kabisa, tuko live kabisa. Lakini kabla hajaenda kuimba, naomba nikupe location ya wadhamini wetu ambao wanakuambia wanapatikana pale TAG Magomeni. Yani kwa location Magomeni Mikumi, kabla na kituo cha mwendokasi cha Mikumi. Kama natokea Ubungo unashuka pale Usalama, ukiulizia hata mtoto TAG Magomeni kwa wapi atakuelekeza. Unatokea Kariakoo ukishuka hapo pia Usalama atakuelekeza. Unayetokea Gongo la Mboto wapi, unashuka Mikumi unalibona kanisa upande wako wa kushoto. Moja kwa moja tunaenda kuhitimisha. Nitaomba huyu ambaye ametuambia na kipaji cha kuimba tumusikie. Karibu. Mimi nitakuwa naimba. Utakuwa unaimba. Ndio. Nyinyi mnamalizia ni. Tunamalizia? Ni. Mwishoni mnamalizia ni. Yaani sisi tunasema ni peke yake. Peke yake. Sawa. Hapo mimi niimbe sauti ya ngapi? Nitazameni hapo. Ndio. Kuna tujitu ni tujitu twa shetani. Hatupendi kuingia kanisa. Tunazurula humu mitaa. Na kutucheka tuendao kanisa. Kumbe huyu yuko vizuri. Nitakupeleka studio. Tunazo studio zetu. Karibu sana. Bana, ulikuwa nasi. Hiki ni kipindi cha Karibu Tuyajenge, na kama unaweza kuona kipindi hiki kinaruka kila siku ya Jumapili kuanzia muda kama huu, dakika 10 tu. Tunapata vitu vizuri kama hivi. Shout out sana ambao mnatufuatilia. Usitoke kwenye TV yetu. Asante.